Kipimo cha uaminifu kwa watu wengine huwezi ukakipima kwa cheo au kwa dini. Hapana, watu wengi huwa wanafikiria juu ya cheo, dini, nina cheo fulani ndani ya kanisa. Hapana, kama wewe ni mwaminifu kwa watu wengine, kuna kipimo unaweza, baadhi ya vipimo, lakini kuna kipimo kimoja nitazungumza. Kama ungali na ile uwezo wa kukopesha mtu pesa bila kuandikiana, anakupa tu bila kuandikiana, huku akiamini utamrudishia, hiyo ni kipimo ya kwanza. Kwa sababu gani? Kuna watu wengine hawezi akakopesha watu wengine pesa au mtu mwingine pesa bila kuandikiana. Huyo ni mtu wa kwanza. Kuna mwingine hata kuandikiana hawezi wakamkopesha, hata seme tutaandikiana hawezi akakopeshwa. Na hapa sizungumzii dini au cheo ya mtu ambayo anayo kanisani au nje ya kanisa. Unaweza kuwa una cheo ndani ya kanisa lakini wewe si mwaminifu kwa watu wengine, ukazidiwa na mtu ambaye hana cheo, yeye bado ni mwaminifu. Swali la msingi, ungali mwaminifu ulishaka? Na kama hauko mwaminifu au haujui kipimo, uwe kwanza unajipima mwenyewe. Je, unaweza kukopesha mtu pesa na akakupatia hata kama utaomba muandikiane? Kwa sababu nishasema kuna wengine anaweza kasema basi tutaandikiana, hata kupa anakataa tu, huyo siwezi nikampa. Lakini kuko mwingine anaweza kasema basi tuandikiane, wanamkubalia. Kuna mwingine kuandikiana na kutokuandikiana hawawezi wakamupa hata kidogo. Na kuko mwingine yeye anasema tu kwa kinywa, wanasema kwa sababu ni wewe nitakupa. Yaani anapewa bila kuandikiana, bila hata shahidi, anapewa mkopo bila shahidi, bila kuandikiana. Uko kwenye kiwango gani? Je, unaweza ukaomba mkopo, unaweza ukakopesha mtu pesa akakwambia muandikiane njoo akupatie? Je, unaweza ukakopesha mtu pesa akakwambia wewe hata niambie tuandikiane siwezi nikakupa? Na je, unaweza ukakopesha mtu pesa bila kuweka hata shahidi, anakupa tu huko akiamini unaweza kuja kumrudishia? Sasa tangu leo jipime uko wapi, ili ujue, je, ungali unaaminika kwenye watu wengine au wewe hauaminiki tena? Na nimesema nitarudilia, mtu wa kwanza ni mtu ambaye anaweza akakopesha pesa wanamuima, hata aseme tutaandikiana hawatampa, hata aseme kutakuwa washahidi hawatampa. Huyo ni mtu wa kwanza. Sasa hapo ujue ya kwamba umekwisha kuingia kwenye kiwango kibaya zaidi, ushaingia fasi mbaya zaidi ya kusema kama huwezi kuaminika, huwezi kukopesha mtu hatolete shahidi, hatosema mtaandikiana, uko nafasi mbaya zaidi. Urudi nyuma ukafuate mafundisho yangu, nitakufundisha jinsi utarudia kwenye nafasi ambapo unaweza ukaomba pesa, basi wanakuambia basi leta hata shahidi, leta basi karatasi tuandikiane, kisha wanakupa. Basi kuna mwingine wanaweza wakamupa, lakini mpaka wamwambie aandike, waandikiane au alete shahidi. Kuna mafundisho nitakupa, unaweza ukakopesha hutaleta tena shahidi, utakuwa mwaminifu kwa mtu mwingine. Kuna mafundisho. Kuna mwingine ambaye ni mtu wa tatu, huyo ambaye yeye akikopesha hawataomba shahidi, hawataomba kuandikiana, watamupa moja kwa moja. Uko nafasi nzuri sana kwenye mioyo ya watu wengine, bado wewe ni mwaminifu, unaaminika. Swali la msingi kwa maisha yako, unasimama wapi kwenye kwenye hizi hali tatu nimezungumza? Wewe unasimama wapi? Bado ungali kwenye nafasi ya kwanza ambayo huwezi ukakopesha mtu yoyote, hatolete shahidi, hatoseme muandikiane, uko hapo? Au uko nafasi hii ya pili, wewe kusema ukopeshe ni lazima kuwe na maandishi, muandikiane au lete mashahidi? Au uko nafasi ya tatu ambayo wewe unaweza ukakopeshwa pesa bila shahidi na bila kuandikiana? Jifunze kwa haya ninayokufundisha. Hii ni maarifa, na hii sizungumzii dini, sizungumzii cheo ya mtu, sizungumzii wewe uko tajiri wala unaweza kuwa tajiri ukakopesha mtu anasema huyu usipime. Unaweza kuwa una cheo anasema huyu usipime, na uko na cheo
Unaweza kuwa uko pasteri na wakasema huyu usipime kumkopesha. Unaweza kuwa uko revera pasteri wakasema huyu usipime, bishop huyu usipime, nabii huyu usipime, kwa sababu hata kurudishia. Unaweza kuwa hauna cheo lakini ukasema kwa sababu ni wewe huyo kamate. Ni lazima ujue hapa hatuzungumzii cheo, hatuzungumzii dini, hatuzungumzii umri. Eti kwa sababu uko na umri, uko na miaka mingi, hatuzungumzii ujana ungali na miaka kidogo, tunazungumzia uaminifu. Unatoka kwenye matendo ya mtu, kwenye roho. Sasa swali la msingi kwenye maisha yako, hii ni maarifa na kupatia. Je, ulishagawahi kujiuliza ile swali? Uko kwenye level gani, kiwango gani? Unasimama kwenye mstari gani, kwenye barabara gani kuhusu uaminifu kwa watu wengine, ndani ya mioyo ya watu wengine? Je, ungali unaaminika? Wewe ni mwaminifu? Lakini pia kuna mtu anaweza akakuvunja moyo akasema hivi, wewe hawakuaminiagi tena. Huyo mtu anakudanganya. Kuna njia ya kurudia ukakaa tena kwenye mstari wa kwanza ambao unaweza ukakopesha mtu na kakupa bila shahidi na bila maandishi. Nina hayo mafundisho, wewe unafuatilia mafundisho yangu utapata maarifa gisi ya kurudia kama ulishakuwa kwenye mstari mwekundu ambapo huwezi ukaomba hata mkopo, hata lete shahidi, hata lete maandishi, yani karatasi muandikiani, huwezi. Kama uko hapo, kuna njia ya kutoka hapo ukaingia kwenye nafasi ya pili ambapo unaweza ukaambiwa hivi, fanya basi tuandikiane njoo nikukopeshe, leta basi shahidi njoo nikukopeshe. Na kama uko kwenye hiyo nafasi ya fanya tuandikiane, leta shahidi, unaweza ukatoka pale. Kuna mafundisho naweza nikakupatia, ukatoka pale ukaingia nafasi ya kusema kuja tu uchukue bila shahidi na bila kuandikiana. Inatokeana na uko kwenye mstari gani. Uniite Jack na nitakufundisha hiyo. Asante sana kwa kuelewa, na hili litawasaidia na Mungu awabariki.